huyu, wala usimuingie tena. Naye akalia, akamtikisa akamtoka. Mvulana alilala pale pale kama maiti, hata wengi wakasema amekufa. Lakini Yesu alimshika mkono akimuinua, naye akasimama. Yesu alipoingia nyumbani, wafuasi wake walimuuliza kwa faragha, kwa sababu gani sisi tumeshindwa kumtoa? Akawaambia, aina hii haiwezi kuondoshwa ila kwa sala tu. Injili ya Bwana. God is good and all the time. Nimeona hii kitu ni kama ni defu kidogo. Yaze maneno, lakini tuko na alternative nyingi. God is good and all the time. Mwaka mnausikia aje? Umezeeka ama bado mnasikia kama ni mchanga? Mnataka iende ama iendelee? Ati iende. Kwa nini iende? Mlifanyana nini na huu mwaka 2025 bwana? Unasema iende na kuna watu wamenunua gari mpya huu mwaka. Unasema iende na kuna mtu ameanzisha biashara huu mwaka. Unasema iende na kuna mwingine amebadilishwa huu mwaka. God is good. So hatufanani, kila mtu ako na kile anasema kuhusu nini huu mwaka. Wakati nilipoambiwa kwamba nitasimama hapa mbele yenu, niliambiwa utasema kuhusu mambo ambayo yanaitwa kuhusu mental health in the family na crisis management. Na nini? Crisis management. Mental health ni nini? Mental health ni hiyo umejua, hiyo unaelewa. Hebu mwambie mwenzako, hakuna mtu hana kawazimu. Hakuna mtu hana nini? Kawazimu. Degree ndio nini? Different. Lakini kila mtu ako na nini? Na kawazimu. Na ili muelewe kila mtu ako na kawazimu, ikiwa umewahi toka kwa bafu ukioga, uliposikia mkojo ukaenda kukojoa, halafu ukarudi kuoga, piga makofi mara moja. Mnadanganya kwa kanisa la Mungu. Mtu huendelea na anaendelea tu kuoga. God is good. Tuna kawazimu hatuna? Kila mtu ako nayo. Ikiwa huna kawazimu, niambie kama hukuachwa kwa nyumba, ukasahau sabuni, ukatoka kwa bafu na uko peke yako, ukiwa ushi, ukapitia kwa sitting na ukaendea sabuni. Kwa sababu hakuna mtu. God is good. Kila mtu ako na nini? Na kawazimu. Ni nani hapa mnaona hapa ambaye hajaachwa nyumbani na unajua kwamba umetoka tu huko nje ukiwa na kiu sana na kuna soda ambayo imenunuliwa 2 liters iko kwa fridge, ukatafuta ukaangalia glass ziko bali sana, ukafungua tu kidogo na ukafanya nini? Ukarudisha. Sio wewe. So kila mtu ako na kanini? Kidogo. Degree ndio nini? Tofauti. So when we are talking about mental health katika family, zingine ni za kuletewa, zingine unazikuta. Sasa wale ambao ni first born, hebu clap fans. Mumesikia vile tulifanyiwa? Mumesikia vile Esau alifanyiwa na nani? Na Yakobo. Mimi ni first born, hata mimi ni first born kwetu. Na ndio nimeclap pia. Na first born ni mtu ambaye utesekwa sana. Tuitikie tu, first born uteseka. Kwa sababu ako na kazi nyingi sana ya kuwalea watoto wale wengine, kujilea
na kila wakati anaambiwa remember you are firstborn. So wewe kazi yako throughout ni kuwa example. Sasa ukiwa shule unapiga tu hesabu ya kwamba mimi ni firstborn, so nikiwa class mwisho basi kila mtu atanichekelea starting from my family. So firstborn uumia na uumia sana. Lakini sasa the worst problem ni kufanya kama vile Rebeka amefanya. Rebeka amegawanya watoto wake. Ameangalia hivi akaona baba amependelea firstborn, nami nitapendelea wa pili, ni hakikisha kwamba amepata nini? Amepata baraka. Kumbe wakati mwingine shida zingine tutakula sio zetu. Ni mtu alipaga kiproblem na huko. Unajikuta kwa problem. Lakini I want to teach you something today. Ya kwamba for you to be mentally healthy, lazima ujue kutafuta space katika hii dunia. God is good. Hakuna mtu akukupatia space, ni ujue kutafuta nini? Space. Ni utafute space. Hakuna mtu ambaye atakwambia pita, hakuna. Siku hizi hakuna mtu akukutafutia kazi, tafuta. Siku hizi hakuna mtu akutafutia pesa, fanya nini? Tafuta. Ile mali ambayo unasikia kwamba ni yako, unasikia wakati wa mazishi baba yenu alidanganywa na kamurebo, akaandikisha kila kitu ako kamurebo. Mtakaua. Mtafanya nini? So mtakuwa na stress, lakini mali bado ni ya nani? Na huyo mtu. So please, can you know how to make your own space? Tengeneza space yako wherever you are. Kwa sababu hii dunia hakuna mtu anakupatia nafasi. Angalia vile Esau angeng'ang'ana. Esau ameng'ang'ana mpaka babake akasema kitu. Yes, akasema kitu. Mimi nataka kuambia ushuhuda wangu. Siku moja kuna parokia ambayo nilikuwa naongoza zamani kama 12 years ago. Halafu tulikuwa na problem ya gari. Sasa mimi nikashindwa, sasa tutanunua hii gari aje? Sasa nikamwambia Mungu, wewe Mungu unipatie tu njia ya kuweza kupata hii njia ya kununua hii gari. So siku moja tumeenda huko Nyeri Golf Club. Halafu tukiwa tu hapo kwa golf club na father mwingine anaitwa Richard Kafudhi na Pumzike kwa Amani. Huyu father akaniambia, unaona yule anaitwa Uhuru Kenyatta, na yeye anakuwa Minister of Finance. Nikasema Mungu wangu, hakukuwa harambee imepagwa, kwa akili nimepaga harambee haraka. Akaniambia twende tumsalimie. Nilipoenda nikamsalimia, father unaitwa nani? Father Kaja. Okay. Na nilikuwa nakutafuta sana, nimekupata. Sasa nilikuwa nauliza kama unaweza kuja harambee on Sunday, tuko na harambee ya kununua gari. Hakuna harambee ilikuwa imepagwa, nimepaga saa hiyo nimemuona. Akaniambia sasa unajua ni haraka sana, na kwa sababu sijajipaga, wewe ndugu yangu nitapaga siku nyingine. Lakini hebu tufanye hivi. Badala ya Sunday, si tuende Sunday hiyo nyingine. Iko sawa pia. Nitawaambia watu wafanye nini? Wa adjust. Hapo haraka alipoendea diary akaandika na ameambia PA wake maneno nini. Mimi nilikuwa nauliza tutaachana naye lini, nipigie chairman wa parish council nimwambie kuna harambee ile Sunday nyingine, na yule anakuja ni Minister of Finance. Mimi nakwambia speed tumepaga. Na watu vile mmepagana, nani atatoa pesa ngapi, nani atafanya nini? Alipokuja akatuambia, alikuja by the way, na akakuja mapema sana. Akatuambia sasa niko na haraka, kuna pali kwingine naenda, na niko na kamchago yangu hapa kidogo, so mtaniruhusu niondoke kabla ibada ya misa ifanye nini? Ishe. Nikapewa. Kuangalia bwana, nakuta ni it is only 5 million. God is good. Sasa mimi naangalia hivi, naambia watu wangu ile pesa imetolewa. Umeiona father akiongoza misa hapa. Mimi sasa naongoza misa nikiwa najua tuko 5 million rich. Watu hawajui, mimi najua. Wimbo wa kwanza ukiimbwa hivi, nilikuwa naambia watu weka wimbo wa pili, hakuna shida. Endelea na ya pili. Mimi niko sawa tu kwa sababu nimejua gari tumepata, nyumba haiko imeisha, ng'ombe tumenunua, mbuzi tumenunua. Pesa zimefanya nini? Zimekuja. Kama ningekuwa muoga na kutumia nini? Akili haraka. Sometimes when you wait for your family to recognize you, they may never recognize you. Wewe utakaa na stress ukiteta. Mimi nilipozaliwa babangu hakunipenda. Kwani kazi yake ilikuwa kukupenda? Kazi yake ilikuwa kupenda bibi yake. God is good.
sio wewe. Kazi yake ilikuwa kupenda nani? Bibi yake. Oh, mamagu hanipedi. Kazi yake ni kuheshimu baba yenu, sio kukupe. So ni utafute space katika hiyo familia. Mimi utafuta space aje katika familia yetu. I make sure wakati ninapoenda nyumbani, my brothers ambao huwa wanakunywa kitu kidogo, mimi sinywi lakini wanakunywa, I make sure, kwa sababu babagu alikufa 11 years ago na hakunipatia nafasi ya kumnunulia crate mbili za pombe akunywe asikie vizuri, kwa sababu nilikuwa naona anakunywa pombe ya pesa kidogo. Mimi niliambia my brothers, nikifika nyumbani hivi, ile anniversary ya babagu, crate 3. So huwa anaanza kukumbushwa 1 month before, bro, uko aje? Hata wajiabii, lakini ni salamu tu, lakini wanajua ni nini. Now in my village, wale ambao wako huko, ambao walikuwa lika babagu, na waita, wanakuja, wanasikia vizuri. Lakini nimepata machungwa nyumbani. Ikiwa uliwahi iba machungwa yangu, wazee ndio wanakuambia wewe huwezi kunywa hii, ondoka. Sasa mimi kwetu nimeandika watchman free, God is good, free of charge, kwa sababu I have made friends with them and they know ya kwamba huyu akija, huyu anatupenda tu hivyo tu. And then hata wale ambao ni classmates wako, ukienda huko kwa kijiji, they give you a lot of confidence as a man. Hata wakati una pesa, wakati umesota tu sana, na huku watu wanajua huyo amenikopa, amekopa huyu. Lakini ukienda kwa kijiji, kila mtu anasema kwamba yule tajiri amefanya nini, amefika. Fika hapo kwa mtaa, kuta huyo jamaa, patia yeye 100. Ataenda kusema ulipatia 1000 na ni uongo. Akikutekelezea nini? Jina yako inakuwa sawa sana. I told you another day, sijui kama ni nyinyi niliambia, usiwahi sema kwamba umesota. One of the ways ambayo mental health yetu inaharibika ni kujua kwamba we don't have. I told you, never say you don't have money. Mwambie mtu ni deal. Natafanya nini? Natengeneza. Ikiivana, nitafanya nini? But meanwhile, unaweza ongea na mtu mwingine afanye nini? Akupatie. Because we have a problem. Uko na deni, umekopa watu, umekopa kitu kingine, umekopa tala, umekopa nini? Kwanza wale mnakopa tala, God is good, shauri yenu. Na tutable banking tutu. Na kuna kakitu nataka kuongea kuihusu, abako kanatubua sana. Abako kanakaa kama vile tumesikia katika somo la Injili, ya kwamba watu wamepelekea mitume mtu ambaye alikuwa na ugonjwa wa kuanguka, na mitume wakalemewa kufanya nini? Kumutoa. Hii ni pepo ako nayo ambayo inahitaji maombi. Ile pepo nataka kuiongea kuihusu ni pepo inaitwa betting. Sema betting. Mimi nakuambia mtu ambaye ana bet, afadhali mtu ambaye ako na wanawake 20 kuliko mtu ambaye ako na bet. Wale watu ambao wana bet ni wezi, semeni ni wezi. Watu ambao wana bet ni mtu ambaye hana akili timamu, sema hana akili timamu. Mtu ambaye ana bet ni mtu ambaye hajielewi, sema hajielewi. Mtu ambaye ana bet ni mtu ambaye anaweza chukua chochote kwa nyumba, including chakula ya mtoto, ili afanye nini? Ili ya bet. I'm telling you, watu wengi sana wako ndani ya betting, ambao ni mtu ambaye huwezi fikiria anaweza kuwa ndani yake. I want to tell you the truth. Mimi nimewahi ona expert wa betting, a priest, God is good. Mjamani padri alikuwa amebet mpaka pesa ya kina mama wa CWA. Kubet. So unaposikia kubet ni kitu ambacho inagusa watu wengi sana, including watu ambao huwezi fikiria kwamba ameguswa nayo. Nebu imagine bwanako ana bet. Bwanako akiwa ana bet, mimi nakuambia hiyo nyumba muwe mkifugia mpaka sufuria na viatu zenu, kwa sababu huyo mtu ataiba kila kitu hiyo nyumba ili ya bet. Ikiwa uko kwa shida ya betting, nataka kukuambia dawa ya betting ni moja. Hebu sikizeni hizi dawa. Mnazisikiza? Dawa ya kwanza ya betting, ili utoke katika betting, ni moja tu. Hebu anza kutumia simu inaitwa katururu. Sema katururu. Wachana na kitu inaitwa smartphone. Wachana na nini? Smartphone. If you wish to kuachana na betting, wachana na smartphone. The second thing, wachana na mpira. Na nataka kuwaambia watu ambao wana bet ni wa aina gani. Ukiona bwanako mpira ikionwa hapo,
alikuwa anakula chakula akashindwa kula, huyo ni one of the betters. Amebet na ameona beti imefanya nini? Imeugua. Ndiye huyo sasa. Ndiye huyo. So if you want to live betting, fanya nini? Msibu ni gani? Katururu. Ya pili, wachana na pesa ya M-Pesa. Wewe tumia cash. Najua hakuna wakati pesa ya cash itaingia kwa ili itumwe. So wewe kazi yako ni cash money. Sema cash money. Ya tatu, mtu ambaye ana bet na anaweza toka katika hiyo betting. Ya tatu ni surrender your financial freedom to someone that you trust. Bibi yako ndiye mwenye pesa. Ikiwa wewe umelemewa na betting, bibi yako ukitaka kitu omba nani? Bibi, umempatia. Ya nne katika hiyo order ni katika, if you know your problem in betting, na kwa sababu uko na madeni, anza kulipa madeni yako pole pole, from the smallest to the biggest, kwa sababu umekopa all over the world. Sijui kama mliona watu ambao wanakopa mpaka simu wameona kisaga. Mmekiona? Kopeni mkope mpaka masimu, alafu muende mfugue eti security. Shauri yenu, mutalala ndani. Na sisi tunawaletea chakula na tusome Injili ya Matthew chapter 25. Nilikuwa kwa jela, ukafanya nini? Tutawatembelea tu. Kwa sababu umeamua kukopa, lazima dawa ya kukopa ni nini? Ni kulipa. Another thing ambayo inatusumbua sana in our health, in our problem crisis ambayo tuko nazo katika familia zetu, ni kutoitikia our situation the way it is. Yani umesota, kumeharibika, business imeharibika, lakini you want to remain in a class ambayo si yako. Wazazi ambao mko hapa, business ikiharibika ama ukifutwa kazi and you cannot afford nyumba ya 2 bedroom, nenda utafute bedsitter na utafute kitanda ya 3 decas, watu wote walale hapo. Mtu akiona hezi lala hiyo nyumba, atafute kwake kwa kulala, because you are the one who is suffering. They cannot get it. If you cannot afford it, don't go for it. Hizi nyumba mmefugiwa, wengine mtu amefugiwa nyumba, naambia father niobe, nimefugiwa nyumba. Mimi huwa namuuliza, kuna nyumba zingine ambazo unaweza afford ziko area hiyo? Mtu anatuambia kwamba gari yake imeenda tu juzi. Shukuru Mungu imeenda. Shukuru Mungu imefanya nini? Imeenda. Sasa tembea na utakuwa na cholesterol, sukari haitapada, chumvi haitapada, na utakuwa sawa sana. Gari nyingine utafanya nini? Utatafuta. Do you know some things ikikuondokea ni maisha inaongeza? Please let us know how to accept the situation. Vile imejipresent, weka hivyo. Kumeharibika. Mwingine hapa anaona, mimi huwa nasikia story itakwambia, unajua baba, father, niliachwa na bibi yangu na nilimuona na mwanamume mwingine. Ishukuru Mungu. Sema one problem solved. Yes. Kwa sababu that was a problem. Na mtu mwingine amefanya nini? Amekuondolea mzigo. Unasema, unajua mimi naona bwanangu aliniacha na nilimuona na mwanamke mwingine. Sema one problem solved. Yes. Now you are free. You can marry, mingle, and intermarry whatever you want. Because problem imefanya nini? Imeondoka. Lakini sasa unashughulia hapo. Wengine wanakaa hapo tu, bibi mwanamke alikuacha. Unashida ukilia huku. Alafu unatafuta wanne ili eti asikie uchungu. Asikii. Wewe ndio unaumia. Wewe ndio unaumia my friend. Yes. Wewe ndio unaumia. Kuna wakati mimi nilikuwa napiga sana wale wasichana ambao wanaitwa mpango wa kado. Siku hizi siwapigi. Nowadays I understand them. God is good. I understand them. Because hata yeye aliambiwa ya kwamba sina mtu. Walipokuwa na watoto wawili, mjamaa anamwambia, unajua nilikudanganya kidogo. Sasa mnataka afanye aje? Nyonya yeye kabisa mpaka aishe, atie akili. Kwa sababu alikudanganya at first na ukaitikia. So hata yeye kibizana naye vile unaweza. Kabisa, kibisa kabisa. Kwa sababu anastahili kutiwa nini? Adabu. Wale wanawake ambao mko hapa na doa zenu zinawasubua, abieni Bwana, hii
doa unataka iende wapi? Ebiki angalia crisis ambayo imeingia katika somo la kwanza. Crisis ambayo imekosiwa na wazazi wenyewe. Mtoto ambaye ako sawa tu, halafu anafanywa kama hajiwezi. Some of us are like Jacob here. Mzazi ndiye anafikiria on your behalf. Umeoa lakini unapigia mamako, mam, tupate mtoto wa pili. So unataka afanye aje? What is your problem? Yeti mamako ndiye ana make decision. Kwani ulioa and you are still a baby? You should marry when you are mature. If your man is like that, amwambia aje upuzi. Because there is the worst problem ni kwamba you don't make your own decision. Mom, tunataka kununua plot. Mom, tunataka kutaa mtoto wa 4. Mom, what is your problem? You have a wife, consult her. And then kuna wengine ambao wanakaa kama Esau hapa. Wanakaa tu na mababa zao. Yeye anafikiria tu hakuna kitu kingine maishani ni baba. Baba, #baba, #baba. Wewe hakuna wakati utai mashua. When you talk about crisis ambazo zimekosiwa na families nyingi sana, ni mtu ambaye hatoki kwa wazazi. Na huwa tunasema kwamba watu wataacha wazazi wao washikane na nini? Na wapenzi wao. Hebu imagine mimi ama sisi kama mapadri hapa eti every time tuko, unajua one thing that is happening kwamba ukiwa padri tunajikuta kwamba tunapendana na mama zetu sana. Hey, mama zetu usiguse huyo, usiguse. Lakini si kumaanisha kwamba siwezi fanya kazi ya upadri kwa sababu ya nani? Tunawachukia? Hapana, but you still work. You have a family to take care of. Kuna jambo lingine ambalo la mwisho ambalo nataka kuongea kulihusu. Take how you handle those people ambao wamekukosea. Some of us tunawabeba watu as if they are oxygen. Ama mtu anakaa as if yeye unalala kwa mdomo wake, akifuga utalala nje. No. Mtu akikukosea na umejaribu murudiane, wachana naye. Wewe akikupita, msalimie na umsalimie tena na apite na aende kula naenda. Including hata kwa kanisa. Because tunaingia katika stress kwa sababu my brother haniogeleshi. I don't care. Sinaenda nyumbani hata akikataa kunsalimia. Na unajua your brothers huwa ukifika nyumbani ndio huwa wanaiba slippers zako ukiacha huko, ukiacha jacket nyumbani ameiba, amevaa. Wewe wachana naye. Continue with your life. Mind about your life first. You come first. You do what? You have to know that. Come first. You don't come second. You come first. Before anybody else. Of course God is there. And then let us be prayerful. Sasa some of us hatuombi kabisa. Unakuta mtu unamwangalia tu hivi, yeye tofauti yake na buzi ni kutembea tu. Yakoba chakula unakula tu bila kuomba. Wewe tofauti yako na buzi ni gani? Ni sauti tu, hakuna ingine. We have to be people who are prayerful. We have to seek guidance from the Lord. Na tukuje kwa Ekaristi mara nyingi. Kwanza vijana, mimi huwa najiuliza, unaona vijana wanapenda sana kukuja mafundisho wanapenda sana. And then akishafunguliwa sasa anaangalia Yesu kule. Hiyo mlikuwa mnanyinyima, sasa zikaeni nayo. Yaani anakaa tu kule. Hapokei Ekaristi sasa. Halafu kanaanza huku bwana. Unasikia unaongea na kasichana hapa, kasichana ni ka 18 years. Kako na heartbreak 18. Heartbreak 18. Every year a heartbreak. Unashindwa sasa haka na kakioleka. Yule mtu atachukua hapa ni reject haka. Kama mtu kako na heartbreak 18, eti wa mwisho aliniambia kwamba niko na miguu inakaa ya puda, hata akili unakaa ya puda. Some of the things ambazo tunasafa ni sisi tumejiwekea. Mtoto hajamaliza masomo na ako na heartbreak 3. Hajamaliza masomo. Ukimuuliza aingie kwa mfuko atoe kitambaa ya makamasi, ni ile alipewa na mamake. Haezi jinunulia, lakini ako na heartbreak ngapi? 4. Kwa youth amedate every person. Kwa hiyo we youth. Na kuna mtu twingine tunakaa kwa youth dhana na hatuoi. Wacheni ujiga. Hebu ni mkamo. Ni kuoa mtaoa. Kazi yenu kujigojea tu kasichana kama maliza form 4 utwake. Alafu uachilie.
Wasichana wako watatoagwa hivyo hivyo. Hivyo unafanya wasichana wa wenyewe. Yes. Vijana, wacheni mchezo na maisha yenu. Don't be a lab that everybody comes to sample from you. Eti umesikia usiku wako uko aje? Una mtu pigia fulani. Ako sawa huyo. Atapatikana. What is your problem? Have some dignity. Have some what? Some dignity. Kwani wewe ni hizi aje? Kwa ukikataa mambo mengine bwana, wewe unasema tu ni sawa tu. Wewe hata niko sawa tu. Uko sawa nini? No. Wanaume wengine hapa mtu ameamua ya kwamba yeye hata waioa, atakaa tu throughout, lakini akona tu mtu twigi. By the way, do you know hakuna mwanamke ambaye anatafuta anasema kwamba akona mtu? Wote wanasema hawana. Na hakuna mwanaume atai kukwambia straight haraka sana hana mtu. Hapana. Ni uchague, utumie akili. Let us use our brain, because some of the crisis about tuko ndani yake tujiigiza wenyewe, lakini kutoka ni sisi. Tutafanya nini? Ni tuamue kutoka. Wasichana, vijana ambao mko hapa, wito huko, wito wa upadri, wito wa kuwa chemasi, wito wa kuwa masista, wito wa kuwa watawa wa kiume huko, na pia wito wa familia huko. So please choose your vocation. Don't be in a crisis throughout. Unajua mtu ako kwa crisis, you can see, including vile anavaa. Na ukitaka kujua mtu ambaye ako na crisis, ingia nyumba yake. Utajua tu, haina order, haina order. Yaani unaweza kwa mlango tu you can get anything. Kwa mlango hana nini? Yaani it is just dirty. Unamwangalia tu unasema kwamba hii unajua mzazi anaangalia mtoto anasema, "Gai, sasa hii ni nini? Hii nilitoa wapi?" Wazazi, tafadhali, let us teach our children to be responsible, starting from how they are, so that our families can start. Lazima tutengeneze watoto ambao ni nini? Responsible, who can even carry their own mistakes. Akifanya mistake, own up your mistake. Come on. Sasa unaficha miba na fulana, haitatoka, tutaona. Unavaa kifulana alafu unainama kidogo. Kwani wewe ni Elizabeth? Tutaona tu, itafika pahali utabea hivi na tukuone. Itikia, abia mzazi ili mjipange pole pole, miezi 9 iishe, katoto kazaliwe, uendelee na mai. Otherwise sasa nanyi wazazi, wacheni vita. Kwanza wazazi wale ambao ni wakali sana ndio walikuwa wanaruka fence. Msio wakali sana kwa hawa watoto. Nowadays sisi kwanza wale ambao tulilelewa, wale ambao tunajiita millennials, unajua wazazi wetu walikuwa Talibans. Wazazi wetu, we survived death. God is good. Actually they wanted to kill us but we did not die. Ukiangalia mzazi alikuwa anakuwekelea kuni ikiwa na moto, hakuwa anataka kukuua. Lakini Mungu akafanya nini? Akakusave. Ama mtu anakupiga na kaba ya kuni mpaka inaisha. Mwiko inaisha, anachukua mofeli, inapigwa, inaisha, anachukua everything. Na siku hizi ni kasiripas kamoja. Na unaenda nyumbani, nimepigwa. Umepigwa wewe? Oi, ujui. Saa hizi we speak to them, we talk with them, we negotiate. Halafu siwezi kukununulia simu, uko shule, utakosa kununua, inunuliwe. Wewe usinunue, lakini itafanya nini? Itanunuliwa na hutawahi iona. Lakini mtakutana TikTok, akikurequest ama akikufollow, unashindwa hii kasura ni ya nani? Oyo ni wagare. Unashindwa sasa alichulia wapi hii maneno? Na ulikataa na simu. Nunulia yeye simu, halafu uweke restriction. God is good. Na usiwanyime bundles. Ukimunyima bundles, utaanza kulalamika kuhusu Safaricom. Hizi bundles za Safaricom zinaisha haraka. Ilinyonywa. So please, mnunulie simu na umwekee nini? Kwa sababu wataleta crisis kwa nyumba wakisema Safaricom ni baya, lakini kumbe ni simu ukaeka, alafu anajua mpaka patani yako, wewe uweki nyingi. Wanajua. Alafu wanavuta message. Wazazi nataka kuambia hivyo,
Ukitaka kujua, tafuta statement, utaona credit ilienda wapi. Wananyonya na wanavuta nini? Message. And then wazazi, tafadhali, what the children loves. Kama saa hizi wamemaliza shule, yule amemaliza shule, kila anataka, listen to them. Muulize, unataka kufanya nini? Usiwalazimishie kitu ambayo mtoto hataki. Listen to them, muulize. Yeah. Simameni tuombe. Tunakushukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu umetupatia mwaka wa 2025. Tumeuona kutoka mwanzo mpaka saa hizi. Tumekushukuru sana. Kuna mengi ambayo tulifanya ambayo hayakukupendeza. Tunakuomba utusamehe. Kuna yale ambayo tulifanya ikakupendeza. Tunakuomba iwe kama mbegu ambayo itaendelea mpaka 2026. Wengine wetu tulikuomba kazi mwanzo mwa mwaka na ukatupatia. Wengine tuliomba na hatujapata, lakini tunajua utatupatia. Tunajua ya kwamba tulianza mwaka pengine tukiwa na afya nzuri na saa hizi hatuna. Tunajua utatuponya. Wengine wetu tulikuwa na matatizo mbalimbali, hata ya kufungiwa nyumba, hata business zetu kufungwa, lakini tunaamini ya kwamba Mungu utafanya jambo fulani na tutaweza kuinuka tena. Tupatie matumaini yako, tupatie neema yako, tupatie Roho wako Mtakatifu.